Safi sana. Kila juisi hapa nzuri sana. Upate kale kamlija kale. Tena na mimi mama, hebu na mimi naomba juisi kubwa ile ataipa babangu hapa. Mhudumu, tafadhali. Hiyo juisi unayompa mimi sihusiki. Utahusika wewe mhudumu pamoja na huyo mzee. Kwanza na mimi mwenyewe nishagaeni na juisi yenyewe. Naomba pesa. Wewe mzee, naomba unisikize kitu kimoja. Unanifuatafuata sana. Yaani ni ile basi tu kwa binti yako nampenda. Lakini ingekuwa sheria inaruhusu, mzee, ningerudisha binti yako na wewe unipatie pesa yako. Ni unanisema hivyo? Ama kweli vijana siku hizi hamna adabu kabisa. Mzee, usisubirie adabu awe nayo kijana peke yake. Hata wewe mzee wa zamani unapaswa uwe na adabu. Nimechoka. Unanifuata sana. Nimechoka mzee. Kijana, chunga adabu yako. Wewe kuongea maneno mimi mko wako. Nitalipiga chini mimi. Nini? Nitalipiga chini. Unasema nini? Nitalipiga chini. Wewe walipige mzee. Wewe walipige. Si lako hilo. Kwani langu mimi? Katu. Maumivu yake siwezi kuyapata mimi. Utayapata mwenyewe maumivu. Ati nitalipiga chini. Nitalipiga chini. Piga. Nitalipiga chini. Nitalipiga chini. Nipige. Vijana siku hizi hana adabu kabisa. Hakuna kidogo. Ameshinda kutambua kwamba ni mko wake. Yaani maneno yanamtoka kisa ni juisi tu ya shilingi 200. Ndio maneno yote yanamtoka. Habari. Salama, karibu. Asante. Samahani, nimekushtukiza? Hapana. Ingawa sisi ni majirani japo hatujui kuzoeana sana. Mwenzio mimi nilikuwa natafuta kazi. Jana nilikuja saloni kwako. Nilikuwa naomba kama una uhitaji wa mtu wa kusaidiana naye. Samahani, naomba nikumbuke. Ingawa sisi ni majirani. Nimekuelewa, ila mimi binafsi sio mwenyeji sana maeneo haya. Na pia ile saluni sio ya kwangu. Mimi mwenyewe mfanya kazi. Na pia ukiona ukimya sana mitawala, usifikirie vibaya. Sawa, samahani kwa usumbufu. Wala hata usijali. Kwa sasa hivi nashukuru yale mateso ya mwanzo yamepungua kidogo, ingawa nakosa uvumilivu kama mwanaume kwa changamoto ambazo nazipitia, lakini sina namna, sijui hata nisemeje. Ni kawaida unachokisema, lakini kwanza nikupongeze sana. Nakupongeza sana sana. Asante sana. Nakupongeza sana kwa suala unalofanya. Lakini sikukuona juzi, alikuja shemeji peke yake. Unazungumzia hospitali? Nazungumzia hospitali. Juzi ni kweli tulitoka wote nyumbani vizuri tu. Lakini baada ya kufika barabarani nikakutana na rafiki yangu. Kwa nikapata kama dharura kidogo. Basi nikamuomba yeye afike kituo cha afya ili mengine yaendelee, kwa sababu nilivyoangalia muda.
baada ya hapo nilivyoona nimetoka kule, muda ukawa umeenda, basi nikabidi niachane nayo tu, yapotezee nisifike kabisa. Unajua kuna kitu nataka nikupongeze. Unachokifanya ni tofauti sana na wanaume wengine, yaani ni tofauti sana na wanaume wengi sana. Yaani uko tofauti sana sana sana. Yaani kuna jambo moja ambalo nimeona kwako liko tofauti sana na watu wengi sana. Umechukua jukumu la kumleta waifu, unashughulikia taratibu zake za kiafya, unafanya mambo yake na kuwa rahisi. Kiukweli mimi nafurahi sana. Yaani nafurahishwa sana nafurahishwa sana unachokifanya. Kuna wanaume wengine wako yaani hawafanyi kama unachokifanya wewe. Kwa maana yake anaamua anampa mwanamke ujauzito alafu anamtelekeza. Kwa hiyo unataka kuniambia jambo nililofanya ni jambo lenye ushupavu, ni jambo zuri kama baba? Hakika. Yaani kwa kawaida wanaume wengi sana wanapokaribia kipindi hiki cha kuitwa baba huwa anakuwa baina wa baina, yaani mguu ndani mguu nje, unajua? Na swala kama hili ni dhambi kubwa sana, kwa sababu unatengeneza mazingira ambayo mtoto mwenyewe anakuja kuteseka. Mama mjamzito anateseka, wewe mwenyewe utateseka kisaikolojia. Lakini kitu unachokifanya kiuhalisia, mimi binafsi na taifa kwa ujumla inaridhia 100%. Kwa hiyo unataka kuniambia daktari, hapo kwenye mama mjamzito hapo nizingatie sana kushikana naye bega kwa bega, halafu sasa vile vitimbwi pia anavyofanya, tunaweza tukawa tuko barabarani akakataa hata kubeba pochi yake. Sasa wewe unazungumzia vitimbwi vya barabarani rafiki yangu? Mtu anakuamsha usiku anataka miguu ya kuku. Usiku miguu ya kuku unaipata wapi? Nilikutana nayo hayo. Kwa hiyo ina maana mimi ni kushukuru sana daktari. Hapa unanipa elimu kubwa sana, kiasi kwamba nisijifikirie au nisijipe hofu katika swala la kusapoti familia yao. Ina maana ninachokifanya ndio nafanya kwamba niweze kuonekana mimi ni baba bora zaidi. Hapo niseme asante sana daktari, na hili nitalifanyia kazi kabisa. Asante sana, mimi nikushukuru sana. Mimi ni daktari, nafanya kazi yangu. Suala la sisi kutoa huduma kwenu nyinyi ni suala la kazi yangu. Na mimi nitafanya kazi yangu kwa upande wangu, na wewe utafanya kazi yako kwa upande wako. Kwa pamoja tujenge taifa. Dada. Yaani wewe ni mweupe pe. Nilikaa kwa mbali kule, ukanimulika pe. Kwa kweli wewe ni mzuri. Mimi nina hela, lakini kasoro tu mtumiaji hayupo. Una hela? Mimi na hela. Kama umekubali, twende kale hela hizi. Mimi nimekubali. Sina mtu. Mimi ni wako tu. Peke yako. Twende mzee wangu. We mzee, hebu toka huko ndani. Huku nje hamna mtu. Natoka kweli? Sasa nikatoka watu wakaanza kunishangaa. Wakushangaa kwa kipi? Ndugu yangu, ile swala lako nilifanyia kazi na nilishalifikisha makao makuu. Sasa wewe cha kufanya tu hapo, kuwa na uvumilivu, soon wataletea feedback. Alafu
nitakujulisha. Ana mambo ya kiserikali. Kwanza mimi nikushukuru sana Gaspar. Asante sana. Kwa sababu mpaka nimekuachia kazi kama hiyo, ina maana nimekuamini sana. Kwa hiyo nikushukuru sana zaidi sana. Usiwaze. Yaani wewe ndo rafiki yangu toka udogoni. Tumefanya mengi. Mpaka unakuja kuwa watu wazima. Wewe ni zaidi ya ndugu. So, usijali. Kingine nimepita nyumbani bwana. Nikapata malalamishi yako bwana. Alona anafanya hivi, kafanya hivi bwana rafiki yako. Mwambie namtuma hichi analeta hichi. Namtuma udongo analeta ndizi. Anasema nini? Sasa bwana Gaspar. Nao. Mimi nakwenda kwenye genge la kuuza matunda. Amenyagiza embe na kutana na chungwa. Inabidi nimchukulie kwa sababu yote ni matunda. Kwamba amekosa embe lakini chungwa litakuwepo. Bwana, yale yote ni matunda, kwa hiyo inabidi nimbebee kana kwamba nimekosa hiki basi hiki kitamsaidia. Waza kwamba ni kesi bwana, mimi sitaki ongea. Mara sijui anapuliza perfume inanuka kama maji. No. Labda nikwambie kitu bwana Gaspar. Ndio. Ashley ni mke wangu. Kwa hiyo kuna muda inapaswa tu nizoee upungufu yake na nizoee kero zake ili maisha mengine yaendelee. Awali hakuwa hivyo. Kwa hiyo najua ni changamoto tu anazopitia. Ingawaje kuna muda mwingine nashindwa kabisa uvumilivu. Natamani nimkandime hizo makofi. Hapana, fanya hivyo. Sababu hiyo itamuaffect kisaikolojia. Sawa. Kuwa na uvumilivu. Nishakwambia huo ni kama ugonjwa. Kipindi tu anapita. Baada ya muda fulani atakuwa sawa. Ni kipindi cha miezi kadhaa. Kifika tu miezi 5 utaanza kumwona. Ataanza kulikava. Gaspar. Kama muda mwingine mtu anachukua nguo anakupa ufue. Anakupa ufue. Na muda mwingine anakuita, unaenda kazini, mtu unataka kutoka anakwambia stop. Stop. Mala amekuwa bosi sasa. Kwa sababu tu ya hali yake. Stop hapo. Unasimama unaganda kama vile kama toy. Stop. Haya, fanya kile. Fanya hichi. Yeye amekuwa muhindi sasa hivi. Ndugu yangu. Ni kipindi kifupi, najua unayopitia. Ila cool down. Atakuwa sawa. Atarecover na maisha mengine ataendelea mwana. Inachosha, nimekuelewa Gaspar. Nashukuru sana lakini nashukuru kwamba kwa elimu pia niliyoipata ninanitosha kuweza kuishi naye vizuri. Ingawaje joto la jiwe nalipata. Karibu tena ndugu yangu. Mimi nikushukuru sana Gaspar. Asante sana. Karibu. Kwa ustadi gani ulioko nao? Sasa unaniangalia hivi. Kama vile unataka kuniambia taarabu. Na kutizama vizuri ili siku nyingine nisikusahau. Maana wewe mzee nilikokota gizani wewe. Ulijimwamba fai una hela. Kumbe mfukoni una change tu. Hela zangu ziko wapi Biore? Usiye kwa nifanyisha hasira. Kwa hasira gani? Hasira hizo za chura au za kipikipiki kisichokuwa na mwendo? Nikwambia naomba hela zangu. Sasa tendaje mifuko mepesi namna hii? Nenda huko baa ulipoona lewa. Tena siku nyingine ukiniona usiniongeleshe. Mimi nitakuongelesha mpaka ulichie hela yangu. Kwenda zako bwana. Umenibia hela yangu wewe. Kwenda. Kwenda kuongea na wewe. Ashley mke wangu. Hebu tuende bwana Ashley. Muda
muda mrefu, mara ujishike pua, mara ujishike uso, mara twende bwana Ashley. Nakuja. Yaani ukitaka kwenda safari na mwanamke, wewe hakikisha tukuchelewa. Ataanza kujipala wewe, yani fanya kile, gusa kile. Ashley mke wangu. Yaani mimi nikikasirika utakwenda mwenyewe. Yaani utakwenda peke yako. Peke yangu? Peke yangu hiyo vipi? Yaani mimi na wewe hapa ni mguu kwa mguu, jino kwa jino mpaka hospitali. Unataka nifike stendi ili uje ulete visingizio vyako baadaye? Shika basi mkoba. Mkoba tena? Yaani mimi nibebe mkoba? Baba, yaani huo mkoba utaubeba mwanzo mwisho mpaka tunafika hospitali. Na kwa taarifa yako, hilo begi lina kila kitu. Lina kadi, lina nguo ya kubadilisha. Yaani hapo utabeba mwanzo mpaka mwisho. Mimi natangulia. Na ole